Amani, maamuzi ninaochukua sijui kama utanielewa ukikua, lakini fahamu kwamba mama anakupenda sana. Kwa heri. Usiku wa manane. Mwanga wa mwezi unaingia kupitia mapengo ya dari ya nyumba ya mabati. Ninamwangalia mtoto wangu, Mwana, amelala usingizi mzito. Mikono yake midogo imejiunga kana kwamba anaomba. Na mimi nimesimama mlangoni. Nimebeba mkoba wangu wa nguo 3, machozi yakiniteremka kama mvua ya mwaka. Jina langu ni Ziada Mwanaidi. Naitwa hivyo kwa sababu bibi yangu alisema nilikuja duniani kama ziada ya shida. Nililelewa na bibi Saada kijijini Mtwara. Mama yangu alinizaa akiwa na miaka 16. Akaniacha kwa bibi yangu, akaenda mjini kutafuta bahati. Bahati haikumtafuta yeye, alirudi kwenye udongo. Bibi Saada alikuwa mwanamke mwenye ngozi ya njugu, macho ya kuchoma mtu, lakini moyo wa ukarimu. Alinilea kwa upendo wa mama na baba. Kila asubuhi aliniamsha kwa wimbo wake maarufu: Ziada, usisahau asili yako. Elimu ndio uhai wako. Lakini mimi nilisahau. Nilikuwa form 4, shule ya sekondari Mtwara. Nilikuwa msichana mwenye matumaini makubwa. Kila siku nilisoma kwa bidii, nikiamini nitafanya mtihani wa kidato cha 4, nipate daraja la kwanza, nimfurahishe bibi Saada. Lakini basi alikuja Juma Ramadhani, kijana wa mjini. Alikuwa ameshindwa mtihani wa kidato cha 4 mara 2, lakini alijua kuzungumza kama mtu aliyesoma Uingereza. Alikuja kijijini kwa shughuli za ujenzi wa daraja. Alikuwa na meno meupe, tabasamu la kufanya hata nyanya kwenye shamba zianguke, na lugha za mapenzi za kufanya msichana mdogo kama mimi asahau dunia. Ziada, wewe ni mweusi kama usiku wa mwezi kamili. Wewe ni mrembo kama mawimbi ya bahari. Na mimi nilimwamini. Nilimwamini kwa ujinga wangu wote. Usiku mmoja, baada ya mkutano wa kwaya kanisani, alinisubiri nyuma ya mti wa mwembe. Alinishika mkono, macho yake yaking'aa kama moto. Alisema, Ziada, nakupenda. Nataka kukuoa ili niishi nawe ukimaliza masomo. Nataka kwenda kwa bibi yako leo. Moyo wangu ulipiga kama ngoma ya msosi. Sikujua kuwa maneno yake yalikuwa matamu zaidi ya ukweli. Bibi Saada alipomwona hakuwa na furaha. Alimtazama Juma kwa macho ya kuhoji. Akasema, mwanangu, huyu kijana ananuka mji. Macho yake yanaenda huku na huku. Wewe bado una mtihani. Usiharibu maisha yako kwa maneno matamu. Lakini mimi nilimwambia bibi ananipenda. Nitaolewa na kuendelea na masomo. Juma akatoa fedha kidogo, akanunua vitu vichache, akafanya harusi ya kimila. Watu walicheza, walifurahi, wakasema nimepata bahati. Bahati yangu ilikuwa ni laana. Mwezi mmoja baada ya harusi, mtihani ulikaribia, lakini mimi sikuwa na amani. Juma alikuwa ameanza kuniacha muda mrefu, akienda mjini kwa biashara zake. Kisha nikagundua nilikuwa na mimba. Nilimwambia kwa furaha, nikidhani atafurahi. Alinitazama kama mtu anayeona nyoka nyumbani kwake. Mimba? Sasa utafanya mtihani vipi? Wewe unataka kuniwekea mzigo. Mimi sina uwezo wa kulea watoto sasa. Na siku hiyo hiyo alipakia mizigo yake, akaenda mjini. Hakurudi tena. Siku ya mtihani nilikuwa nimekaa chumbani, tumbo langu likionekana, machozi yakinibubujika. Bibi Saada aliniona, hakuwa na neno. Alinikumbatia tu, akalia na mimi. Lakini nilishindwa kufanya mtihani. Nilishindwa kwa sababu nilishindwa kumwamini bibi. Nilishindwa kwa sababu nilishindwa kusema hapana kwa maneno matamu. Mwana alizaliwa. Nikamuita Amani. Lakini hakukuwa na amani moyoni mwangu. Kila nikimtazama Amani,
nilimwona Juma. Kila niliposikia watu wakinitania, yule aliyepata mimba form 4, nilijisikia kama nyasi iliyokatwa na kukanyagwa. Mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, nilijaribu kuvumilia, lakini roho yangu ilikuwa imezimwa. Bibi Saada alikuwa anazidi kuzeeka, na mimi nilikuwa nazidi kuchoka. Usiku huo wa manane, nilimwangalia Amani amelala. Nikasema moyoni, mwanangu, nakuacha kwa bibi. Nitaenda kutafuta maisha. Nikipata, nitakurudia. Niliandika barua fupi. Bibi, nisamehe. Naenda mjini kutafuta kwa ajili ya sisi wote. Mtunze Amani vizuri. Tutawasiliana. Nilibeba mkoba wangu. Nikatoka kwa nyuma. Nikaingia kwenye gari la usafiri la alfajiri. Nilikuwa na miaka 20, mizigo 3 na ndoto za kufa na kupona. Sikujua kuwa nilikuwa naenda kwenye mchezo mkubwa zaidi wa maisha yangu. Dar es Salaam ilinilaki kwa kelele za daladala, moshi wa magari na watu wanaokimbia kama hawana makusudi. Sikuwa na jamaa, sikuwa na rafiki. Nilianza kazi ya kuuza vitumbua asubuhi, na usiku nikafanya kazi ya kusafisha nyumba za watu. Nilijifunza kuwa mji una lugha yake. Mji unasema, usimwambie mtu historia yako. Historia yako ni silaha itakayotumiwa kukukata koo. Nilijifunza kuwa mama antilie. Nilivaa nguo nzuri. Nikajenga sura ya mwanamke ambaye hana makovu. Nilijifunza kucheka wakati nahisi kufa. Nilijifunza kusema nina furaha wakati moyo unalia. Na ndipo nilipokutana na Rashid Mkono. Mfanyabiashara tajiri, anamiliki makampuni ya ujenzi na usafirishaji. Alikutana nami kwenye hafla ya kusanyiko la wanawake wajasiriamali. Sikujua alikuwa ananichungulia tangu siku ya kwanza nilipokuwa nasimama sokoni nikiuza vitumbua. Aliona mwanamke mwenye sura ya kuvutia, mwenye tabasamu la kuficha uchungu, mwenye macho ya kuomba upendo, na alitamani kunimiliki. Alinipa pesa, alinipa zawadi, alinipa nafasi ya kuishi kwenye nyumba yake ya kifahari. Alinipa kadi ya benki yenye pesa nyingi za kutosha kununua vijiji vyote vya Mtwara. Lakini alikuwa na masharti. Ziada, wewe utakuwa mke wangu, lakini usijaribu kuniuliza maswali mengi. Nina siri zangu, na wewe utaishi kwenye ulimwengu wangu kwa masharti yangu. Nilikubali kwa sababu nilikuwa na njaa ya upendo. Nilikubali kwa sababu nilikuwa nimechoka kuwa maskini. Nilikubali kwa sababu nilijua kama nitamwambia kwamba nina mtoto, ataniacha. Siku ya harusi, nilivaa vazi jeupe kama theluji. Nilionekana safi kabisa. Hakuna aliyejua kwamba nilikuwa nimemwacha mtoto wangu kijijini. Hakuna aliyejua kwamba nilikuwa najifanya mwanamke asiye na historia. Nilimwangalia Rashid akinitazama kwa macho ya kumiliki. Nikajiuliza, je, ananipenda? Je, akijua ukweli, atanipenda bado? Lakini nilifunga midomo yangu. Niliamua kuwa historia yangu itakufa na mimi. Nyumba ya Rashid ilikuwa kubwa kama kijiji. Vyumba vikubwa, samani za kigeni, bustani ya maua ya kila aina. Alikuwa na watumishi 12. Nilipokuwa mke wa Rashid, nilidhani nimepata usalama. Nilidhani nimeficha historia yangu vizuri. Lakini sikujua kuwa historia ilikuwa inanifuatia kwa miguu yake mwenyewe. Juma Ramadhani, yule aliyenipa mimba form 4, yule aliyenitoroka, alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni ya Rashid. Sikujua. Juma alikuwa dereva wa lori la usafirishaji. Mara kwa mara alikuwa akileta mizigo nyumbani kwa Rashid. Alifanya kazi zake kwa utaratibu. Na mimi sikujua kuwa kila alipokuja, macho yake yalikuwa yakinifuatilia. Siku moja ilibadilika. Rashid alikuwa ameenda kazini. Mimi nilikuwa peke yangu bustanini nikinywa chai. Ghafla nikasikia sauti nyuma yangu. Ziada, umekuwa mrembo zaidi.
utajiri umekukaa vizuri. Niligeuka kwa mshtuko. Alikuwa amesimama karibu yangu, amevalia nguo za kazi, lakini macho yale yale ya kutisha niliyoyajua miaka 4 iliyopita. Juma, wewe unafanya nini hapa? Ninafanya kazi kwa mumeo, analipa vizuri, lakini sijaacha kukufikiria wewe. Sijaacha kumfikiria mtoto wangu Amani. Nataka tupatane. Nataka turudishe yale tuliyokuwa nayo. Nilimtazama kwa macho ya kuchoma. Nilimwambia kwa sauti ya baridi, Juma, yale yaliyopita ni ya zamani. Sina uhusiano na wewe tena. Amani si mtoto wako. Amani ni wangu peke yangu. Ondoka kabla Rashid hajaja kukukuta hapa. Aliondoka, lakini aliondoka na tabasamu la kuhakikisha. Tabasamu la mtu anayejua hatakaa kimya. Kuanzia siku hiyo, Juma alianza kunivizia. Rashid akiwa ameenda kazini, yeye alikuwa anakuja nyumbani. Alijua wakati wote. Alijua wakati wa chai, wakati wa usingizi wa mchana, wakati wa kwenda sokoni. Alinishika barabarani, alinishika kwenye bustani, alinishika karibu na lango. Alisema, Ziada, nakupenda. Nakupenda tangu siku ile ya Mwembe. Nirudishie upendo wangu. Tukumbushie enzi zetu. Usinikatae. Kama umependa simulizi hii, basi tunakukaribisha kuendelea kusikiliza sehemu inayofuata. Hakikisha umebonyeza subscribe ili uwe wa kwanza kuipata punde tu itakapoposti.